The prophets of the Lord came to speak to us. And they spoke to us about three things. That you as a person, I as a person, I must be alert. Praise the Lord. To be alert means, to be alert means taking extra caution, being careful, because heaven regards you with a lot of value. Heaven is not ready to lose on you. And that is kupoteza wewe. Praise the Lord. Praise the Lord. When he says be alert, he is saying for you to enter the kingdom of God, apart from God helping you, apart from God making a way for you that you may enter, He has put a lot of responsibility in your hands. So I was wondering and asking myself, what is it that you are doing to ensure that God is not failing on you? Because for God, He is determined. He knows that the only place He wants to end up with you is in the kingdom of God. He has already surrendered Jesus, who has been crucified that you may enter. He chose the best from heaven to help you enter. He has already crucified Jesus to help you enter. He does not want you to lose this one. He has done the second thing. He has given us the blood of Jesus. Praise the Lord. Before Jesus was crucified and died on the cross, we had no name. We had no place in God. We had no fellowship. We were bastards. We were bastards. Praise the Lord. We were not His children. A pastor is a child who has no father. So we were bastards as far as the kingdom of God was concerned. This morning, the mightiest prophets of the Lord have come to warn us. It's like they have been walking among us and have been assessing your performance, and have been assessing your movements.
Iweni makini. Be alert. Iweni makini. You are carrying something very precious. Unabeba kitu ambacho cha dhamana sana. You are carrying salvation. Unaubeba wokovu. That only came from heaven. Ambao ulikuja tu kutoka mbinguni. The salvation we have. Wokovu ambao tuko nao. We never inherited from our college. Hatukuwahi kurithi kutoka kwa chuo cha We never inherited from our families. Hatukuwahi kurithi kutoka kwa jamii zetu. Jesus brought this salvation from heaven. Yesu aliuleta wokovu kutoka mbinguni. And he gave each one of us. Na akampatia kila mmoja wetu. And so the Lord is saying, Hivyo basi Bwana be anasema, alert because what you are carrying is so special. hivyo basi Bwana anasema, iweni macho kwa sababu kila And the enemy of God is looking for it. naye adui wa Mungu anakitafuta. Hallelujah. Haleluya. So he said, be alert. Hivyo basi anasema iweni macho. Time is so short. Muda ni mfupi sana. And if you lose it at this hour, Na iwapo utaipoteza kwa wakati huu, it may be difficult for us to recover. huenda iwe ngumu kwetu sisi kuirejesha. I want to join the two maker prophets of the Lord Nataka kuungana na manabii wakuu sana wa Bwana to wetu. besiege this church. Kulisihi hili Be kanisa. alert. Iweni macho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Even as we see in 1 Peter chapter 5 verse 8. Hata tunapoiona kwenye Petero wa kwanza sura ya 5 mstari wake wa 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Kiswahili. 1 Peter. Petero wa kwanza sura yake ya 5 mstari wake wa 8. Hivi ndivyo neno la Mungu linavyosema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye kuzunguka akitafuta mtu ammeze. Praise the Lord. In English it says, Katika Kizungu inasema, be sober, iweni macho, be vigilant. kesheni. Your enemy the devil, Adui wenu Shetani, who was around yule ambaye anazunguka looking for somebody akimtafuta mtu to devour. wa kumrarua. So the Lord this morning Ya basi Bwana asubuhi ya leo is warning us today anatuonya leo that the church, ya kwamba kanisa, if we cannot be careful iwapo to tutamakinika take care of what we have received, kulinda kile ambacho tumekipokea, the enemy desires adui anatamani to bring you down kukuweka chini into misery, katika mateso, into eternal loss, katika kupoteza kwa milele, into eternal rejection, katika kukataliwa kwa milele, into the lake of fire. katika ziwa la moto. So he said, be sober. Hivyo basi anasema iweni macho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The devil is not going to write to you a letter. Ya kwamba Shetani hatakuandikia barua, He's not going to make an announcement. hatafanya tangazo, He is coming to attack you anakuja kukuvamia at the time of his own choice. wakati wake ambao yeye ameuchagua. That even when you are not aware, Hata wakati ambapo hauna ufahamu, the devil will attack you. Shetani atakuvamia. He wants to dethrone you. Anataka kukurarua, He wants to strip you naked. anataka kukuvua magobaki He uchi, desires to fail you. anatamani sana kukuangusha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And so as we continue, we shall see. Hivyo basi tunapoendelea tutaona, How am I supposed to be careful? je, ni jinsi gani napaswa kumakinika? What is it that I'm supposed to watch? Je, ni nini ambacho nafaa kuchungana nacho? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let us go to Mark 7:20-23. Marko 7 mstari wake wa 20 na 23. We are saying be alert. Nasema iweni macho, Be watchful. iweni waangalifu, Be careful. iweni wa kumakinika, Watch kuwa macho and be alert. na uwe macho kabisa.
Mark 7:20-23. Marko 7 mstari wake wa 20 hadi 23. Hivi ndivyo neno la Mungu linasema. Akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. 21. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya, Praise the Lord. Uasherati. Kidogo kidogo tukiendelea. Bwana sifiwe. He wants us to be alert. Anataka tuwe makini. And he's helping us to understand. Na anatusaidia kuelewa. Why? Kwa nini? Because he says, Maanake anaona you can easily miss the kingdom of God. kirahisi sana unaweza kukosa ufalme wa Mungu. Because the enemy Maanake adui translated your heart, ya kwamba aliugeuza moyo wako which is supposed to be the residence of God, ambao unapaswa kuwa makao ya Mungu, and he has now made it na sasa ameufanya a residence of bad thoughts. ya kwamba makao ya mawazo mabaya. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Hallelujah. Haleluya. That the enemy was going to take people to hell. Ya kwamba adui ambaye anakwenda kuwapeleka watu jehanamu May not be coming from your neighbor. wenda sio anatoka kwa jirani yako, But he's saying, lakini anasema be alert and watch. ya kwamba kuwa makini na uangalie, Meaning inspect yourself. ya kwamba anamaanisha jichunguze mwenyewe, Inspect your life. chunguza maisha yako, The enemy can catch up with you and throw you in hell. ya kwamba shetani adui anaweza kushika wakati wowote na kutupa jehanamu. Praise the Lord. Bwana sifiwe. So he's saying, Yote anasema each one of us has a heart. yote kila mmoja wetu anao moyo, And he's saying, na anasema people are defiled ya kwamba watu wananajisika with their own hearts na mioyo yao wenyewe, because they did not take charge kwa sababu hawakuchukua usukani of what should reside in their hearts. kwa kile ambacho kinafaa kukaa katika mioyo yao. So he says, Yote anasema I've been watching nimekuwa and nikichunguza I can see na ninaweza ona that out of your heart ya kwamba kutoka kwa mioyo yenu there is a lot of defilement going on. kuna unajisi mwingi sana unaoendelea, Very dirty thoughts. mawazo machafu sana. The enemy has put dirty thoughts. Adui ameweka mawazo machafu, Thoughts of evil. mawazo ya maovu, The purpose is to make you unfit ya kwamba kusudi lake ni kukusababisha for the kingdom of God. usiweze kukua To kule make ufalme you wa Mungu, unfit kukusababisha usiwe bora for the kingdom of God. kwa ajili ya ufalme wa Mungu. All of us think. Watu sisi sote tudhani, But now, what do you think? je, unawaza nini? Sote What tudhani, has occupied your heart je, ni nini ambacho kimechukua nafasi ya moyo in wako? terms of thoughts? Kuhusiana na mawazo, What takes most of your time? je, ni nini ambacho kinachukua muda wako mwingi? Which thoughts colonize you? Je, ni mawazo gani ambayo yanakutawala? Which thoughts are ruling your heart? Je, ni mawazo yepi ambayo yanatawala moyo Because wako? God is saying, Kwa sababu Mungu anasema, I can see people getting defiled naweza kuona watu wakinajisika because of the thoughts that come from their heart. kwa sababu ya mawazo ambayo yanatoka kwa mioyo yao. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ya kwamba wewe na mimi tunaweza shindwa kwenda mbinguni, sio kwa sababu shetani alitushika vile nimeshika kiti na kusema wewe mpaka nakupeleka jehanamu. Ya kwamba lakini ikiwa hatukuchukua hatua ya kulinda mioyo yetu, ni mawazo gani yanatumbukia ndani? Alafu adui anachukua moyo wako na kuweka jukwaa ya kuwaza mawazo yake, ya kwamba hiyo mawazo ambayo sio ya Mungu yanakuchafua wewe na kuchafua hekalu la Bwana. And so today we are told, be alert. Tumeambiwa kwamba tuwe makini. Be alert. Iweni makini. Take care of your heart. Chungeni mioyo yenu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Proverbs 4:23. Methali 4:23. We want to see Tunataka kuona that we must take care of our hearts. lazima tuchunge mioyo yetu. Proverbs
4:23. Mithali 4:23. As we move, Na tusonge. there is so much God is saying. Kuna mengi sana ambayo Mungu anasema. From what the prophets came to show us this morning. Kutokana na kile ambacho manabii walikuja kutuonyesha asubuhi ya leo. Yes. Mithali 4:23. Hivi ndivyo neno la Mungu linasema, linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You have a duty now. Una kazi sasa. Don't give your heart to your father. Usiupeane moyo wako kwa baba yako. Don't give your heart to your friend. Usipeane moyo wako kwa rafiki zako. He may not manage it well. Huenda si ulinde vyema. Take care of your heart. Ulinde moyo wako. That is why your eternity is. Hapo ndipo milele wako uko. And in Mark 7, Na katika Marko 7. we now want to go back to Mark 7. Tunataka kurejelea Marko 7. So that we see how Ili kwamba tuone jinsi gani we need to take care of our heart. tunahitaji kulinda mioyo yetu. So you can read now and complete Mark 7:20-23. Injili ya Marko 7 mstari wake wa 20 hadi 23. Hivi ndivyo neno la Mungu linasema. Akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. 21. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, jinameni, wivi, uachi, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. 23. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So God, Jesus himself, Hivyo basi Mungu Yesu mwenyewe he was trying to explain to us, to describe alikuwa anajaribu kutuelezea the content of a human heart ya kwamba ule muktadha wa moyo wa mwanadamu which has not been put under check, ambao haujachunguzwa, what it carries. kile ambacho unabeba. And he says, Na anasema there is possibility to make your heart ya kwamba ule wajibu wa kufanya moyo wako acceptable by the Lord ukubalike na Bwana, solely relies on you. ya kwamba inakutegemea sana wewe. It relies on you. Inakutegemea wewe. So even while here as we continue, Hivyo basi hata tukiwa hapa na tunapoendelea, before the rapture of the church kabla unyakuzi wa kanisa takes place, utendeke, that some people may go ya kwamba baadhi ya watu huenda waende and others remain. na wengine wabaki. Right now, Sasa hivi we all come in the house of the Lord. sote huja kwa nyumba ya Bwana. We come that God may speak to us. Sisi huja ili Mungu atuzungumzie. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The other Sunday we were here, Jumapili iliyopita tulikuwa and hapa then you really helped me. na hakika You mlinisaidia. agreed with me that we come so that God can teach us. Mlikubaliana kwamba tuje ili Mungu atufundishe. And even today, Na hata leo I still want you to help me. bado ningali nahitaji mnisaidie. God has already paid the price Mungu tayari amekwisha lipia gharama for your entry in the kingdom of God. kwa kuingia kwako katika ufalme wa But Mungu. this morning we have been warned Lakini asubuhi ya leo tumeonywa that if there are things, if we don't take care, ya kwamba kuna mambo ambayo iwapo tutayashughulikia we shall end up with the lake of fire. tutaisha kwenye ziwa la moto. And the Lord Jesus will be so much grieved. Ya kwamba Bwana Yesu atahuzunishwa sana And the prophets of the Lord will be so much bitter na manabii wakuu sana wa Bwana watakuwa na machungu to sana lose you and I in the lake of fire. kupoteza wewe na mimi kwenye ziwa la moto. Because they have given us help, Maana kama umetupatia msaada which is not anywhere else out there. ambao hupatikani popote pale kule We nje. have received the secrets of the kingdom of God. Umezipokea siri za ufalme wa Mungu. And now he's saying, Na sasa anasema the remaining part ile sehemu inayobaki about your heart, kuhusiana na moyo wako which Jesus died for. ambao Yesu alikufia. He said, please,
anasema tafadhali guard your heart. linda moyo wako. Guard your heart. Linda moyo wako. It is a treasure Ni hazina for the kingdom of God. ufalme wa Mungu. Jesus died for it. Yesu aliukufia The price tag that was paid on your heart ya kwamba ile bei ama gharama iliwekwa kwa moyo wako is the life of Jesus. ni maisha ya Yesu. It costed Jesus Ilimgharimu Yesu for you to be part of the kingdom of God. kwako wewe kuwa sehemu ya ufalme wa Mungu. Heaven is waiting for you. Mbingu zinakungojea. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Angels in heaven Malaika mbinguni are waiting for you. wanakungojea. The prophets of the Lord Manabii wa Bwana are waiting for us wanatungojea to finish up tumalize and enter the kingdom of God. na tuingie ufalme wa Mungu. Today I want to assure us Leo nataka kutuhakikishia sisi that if there is nothing you are doing iwapo hakuna chochote nafanya to free your heart, kuweka huru moyo wako, kuondoa katika moyo wako kuondoa katika moyo wako the evil things mambo maovu that have been listed in Mark 7, ambayo yameelezewa kwenye Marko 20 to 23. 7:20 hadi 23. A day of disappointment, Siku ya kuhuzunishwa, a day of frustration siku ya kukandamizwa is coming. inakuja, But we have been warned ahead of time lakini tumeonya kabla ya for wakati. you to show you are watching, Hivyo basi kwa kweli kuonyesha kwamba is to unabadilika, ensure that you have done enough work. kuhakikisha kwamba umefanya kazi ya kutosha. Do enough work on your heart. Fanya kazi ya kutosha moyo wako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And then the other Sunday we say, Na Jumapili iliyopita tulisema when we want nothing, wakati ambapo hatukuwa chochote, when we want nothing,